Je, Mikala wa Kanumba yuko hai au alishafariki? Swali hili limekuwa kitendawili kwa mashabiki wengi wa filamu za Bongo. Kwa miaka mingi kumekuwepo na sintofahamu kubwa. Je, Mikala aliwahi kufanya kazi na Steven Kanumba ndiye huyu anajiita Lakia na ambaye kwa sasa anatamba mitandaoni? Kwa mashabiki wa filamu hili si jambo geni. Gumzo hilo limekuwepo kwa muda mrefu na bado halijapatiwa majibu ya moja kwa moja. Lakini Mikala ni nani hasa? Jina lake halisi ni Lucky Peter, kama linavyojitokeza kwenye kazi nyingi alizowahi kushiriki. Kabla hata kushirikiana na marehemu Steven Kanumba, Mikala tayari alikuwa ameshaanza kujijengea jina lake kwenye tasnia ya uigizaji. Umaarufu wake ulianza kuibuka rasmi mnamo mwaka 2007 kupitia tamthilia ya Jumba la Dhahabu iliyoongozwa na Tuesday Kihangala. Katika tamthilia hiyo alijulikana kwa jina la Mikala, jina ambalo limebakia kuishi vichwani mwa mashabiki hadi leo. Aidha, alionekana kama Sarafina kwenye filamu ya Harusi ya Kendi, pia chini ya uongozi wa Tuesday Kihangala. Hata hivyo, filamu iliyompa jina kubwa zaidi ilikuwa ni filamu ya The Lost Twins, ambako alicheza nafasi ya mapacha Anita na Mary, nafasi ambayo alionyesha uwezo wake wa kipekee katika uigizaji. Pia alishiriki kwenye filamu ya She's My Sister kama mfanyakazi wa Mona Lisa, na hii ilikuwa ni mwaka 2007, japokuwa alishiriki kwa uchache sana. Sasa turudi kwenye swali la msingi. Je, Mikala yuko hai au amefariki dunia? Na huyu anajiita Mikala wa sasa ni nani hasa? Baada ya jina la Mikala kuibuka tena mtandaoni, tetesi zilisambaa kwa kasi. Wapo waliodai kuwa alifariki kwa matatizo ya uzazi na wengine wakisema alipata ajali ya gari. Majibu yalitofautiana, kila mmoja akiwa na simulizi yake. Kilichovutia zaidi ni pale alipojitokeza mwanamke anayejiita Lakia kwenye mitandao ya kijamii akiwa na sura, sauti na hata mtindo wa kuongea unaofanana kabisa na yule Mikala wa zamani. Awali alikanusha kuwa yeye si Mikala tunayemfahamu. Alisema yeye ni mdogo wake na kwamba dada yake Mikala alishafariki. Lakini hali ilibadilika kabisa miaka mitatu iliyopita alipofanya mahojiano na watangazaji wa Mange Kimambi. Ndani ya mahojiano hayo alieleza kuwa Mikala wa kweli alifariki dunia mwaka 2009 kwa ajali ya gari huko Marekani. Alifafanua kuwa mwili wake ulitambuliwa kwa uchunguzi wa DNA na baba yake alilazimika usafiri kwenda kuthibitisha. Hatimaye Mikala alizikwa mkoani Moshi ambako ndiko nyumbani kwao. Kwa mujibu wa maelezo yake, Mikala hakuwa karibu na wasanii wengine mara baada ya kushiriki filamu ya The Lost Twins kwa sababu baba yake hakutaka kabisa ashiriki kazi ya uigizaji. Lakini kuna swali linabaki. Kama ni kweli baba yake hakutaka awe muigizaji, ni vipi alimruhusu ashiriki kazi nzito kama kazi ya Jumba la Dhahabu, tamthilia iliyochukua muda mrefu zaidi kurekodiwa? Hoja hii imeibua mashaka kwa baadhi ya mashabiki. Wengine wanaamini kuwa Lakia hajazungumza ukweli. Wanasema yeye ndiye Mikala wa kweli aliyerudi na kuchagua kuishi kwa utambulisho mpya, wakitumia kigezo cha Lakia kutumia jina la Mikala kwenye akaunti zake mitandaoni. Wapo waliokwenda mbali zaidi wakidai kuwa ni vigumu mtu kufanana kwa 100% kuanzia sauti, uso, tabia hadi tabasamu. Kwao haingia akilini kuwa huyo ni mtu mwingine. Kwa wengine bado wanasema kuna uwezekano kuwa huyo ni mdogo wake tu na Mikala na si Mikala mwenyewe. Lakini ukweli uko wapi? Je, ni siri na uficho makusudi au ni maigizo yanayozidi uhalisia? Katika juhudi za kutafuta ukweli kuhusu hatima ya Mikala, ni muhimu kusikiliza sauti za wale aliowahi kufanya nao kazi. Je, walipata taarifa za kifo chake au bado wanaamini yuko hai? Cha kushangaza, karibu wasanii wote waliocheza naye kwenye filamu The Lost Twins kama vile Nikita, Susan Lewis na Mtanga hawajawahi kuthibitisha Mikala alifariki. Hakuna ushuhuda wa moja kwa moja wa kifo chake kutoka kwao. Kwao swala hilo ni mithili ya fumbo. Katika mahojiano fulani, msanii maarufu Dr. Chene alieleza kuwa Mikala alikuwa akiishi ughaibuni kwa muda na kwamba alirejea Tanzania mwaka 2020. Hii inaleta mwanga mpya katika mjadala. Kwa upande wake, Winter ambaye alicheza naye kwa ukaribu kwenye filamu ya Jumba la Dhahabu na Harusi ya Kendi, yeye hana mashaka. Alisema wazi kwamba mwanadada anayejiita Lakia ni yule yule Mikala wa zamani. Na kwa mujibu wa Winter, Mikala alikuwa na kawaida ya kupenda kuonekana kama binti mdogo tangu zamani, na hilo linadhihirika hata sasa. Aliongeza kuwa waliwahi kuonana kuwasiliana miaka ya nyuma,
kabla ya kupotezana tena. Lakini kauli hiyo ilipingwa moja kwa moja na Lakia mwenyewe ambaye alimtaja Winter kama ni muongo. Swali jingine linaibuka. Tatizo liko wapi? Kwa nini watu bado wanatatizika kumuelewa Mikala? Kwa wengine tatizo linaanza kwenye kupotea kwake hafla mara baada ya filamu ya The Lost Twins mwaka 2008 kukosa kazi yoyote mpya tangu kipindi hicho na kurudi kwake kwenye mtandao akiwa na sura ile ile ya ujana kana kwamba miaka haijapita. Mfano hai ni mlinganisho wa waigizaji wenzake kama Winter. Wakati wao unaonekana wazi kuwa ni watu wazima, leo hii Mikala anaonekana kana kwamba wakati ulisimama kwake. Suala la muonekano wake unaonekana kuwa ni wa umri mdogo zaidi uliibua hisia mbalimbali, akiwemo msanii Ray Kigosi. Katika mahojiano, Ray alieleza kuwa hana taarifa rasmi juu ya kifo cha Mikala, na kuhusu madai ya kwamba anaonekana kama binti mdogo, Ray alisema hiyo sio hoja ya msingi, kwani hata yeye binafsi anaonekana ni kijana zaidi kuliko miaka ya nyuma. Alisisitiza kuwa hicho hakiwezi kuwa kigezo cha kuthibitisha kama ni Mikala au la, kwani watu hubadilika kwa namna tofauti kadri miaka inavyopita. Swali jingine linaendelea kuning'inia hewani. Je, mbona dada huyo ana nguvu ya kubadili muda au kuna siri imefichwa kwa makusudi? Kwa mtu anayetilia shaka, tuongeze mfano wa Elizabeth Michael maarufu kama Lulu. Unatosha kuongeza mvurugano. Katika filamu ya The Lost Twins, Lulu alicheza kama Anita mdogo. Wakati huo alikuwa ni binti mdogo sana. Lakini leo hii Lulu anaonekana kuwa ni mtu mzima aliyekuwa na maisha ya wazi, tofauti na Mikala ambaye bado ana sura na muonekano wa binti mdogo kama miaka haijapita kabisa. Wengi wanasema huyo ni Mikala, lakini kwa sababu fulani ameamua kujificha. Hoja yao ni nyepesi lakini nzito. Kama kweli alifariki, mbona hakuna msanii hata mmoja aliyeweza kuthibitisha? Mbona hakuna picha ya kaburi? Wamehoji. Watu wengi hufariki ughaibuni, lakini taarifa zao huwa bayana. Kwa nini si kwa Mikala? Katika mahojiano ya hivi karibuni, kijana wa Verosa, mwigizaji aliyecheza kama mama wa Anita na Mary, alieleza kuwa mama yake alimwambia huyo anayeonekana kwa sasa ni Mikala mwenyewe. Lakini ajabu ni kwamba kila mara anapomuuliza Lakia, yeye hujibu kuwa ni mdogo wake tu wa kuzaliwa na kwamba dada yake Mikala alifariki. Baada ya yote hayo, bado kuna hoja moja ambayo iliibua hisia kali kwa wadau na mashabiki wengi. Tarehe 14 Disemba 2024 kupitia mtandao wa TikTok, Lakia alichapisha video fupi ikimwonyesha Anita wa zamani akiwa katika moja ya uigizaji wake mashuhuri kutoka kwenye filamu ya The Lost Twins. Kisha akaambatanisha na picha yake ya sasa. Kilichovutia zaidi si tu mlinganisho huo, bali ni maneno aliyoyaandika, Forever Young, akiwa na maana ujana daima. Swali kubwa likazuka. Je, alimaanisha kuwa yeye ni yule Mikala wa zamani ambaye kwa namna ya ajabu hakuzeeka, au ni ujumbe wa mafumbo unaendeleza utata kuhusu utambulisho wake halisi? Je, alikuwa anawacheka wale wanaomhoji umri wake, au alikuwa anathibitisha madai yao kwa namna kimya? Kauli hiyo, ingawa ni fupi, imeacha mjadala mkubwa zaidi, ikiacha wengi na maswali kuliko hata idadi ya majibu. Hali hii imesalia kuwa ya vuta nkuvute. Kila mmoja ana tafsiri yake, lakini kilicho wazi ni kuwa hakuna ushahidi thabiti wa kifo, hakuna picha ya kaburi, hakuna nyaraka, hakuna wasanii na wala wanafamilia wengine waliothibitisha hadharani. Hili linawapa wengi sababu ya kuamini kuwa huenda Mikala bado yuko hai na amejificha kwa uhusika mpya kwa sababu anazozijua mwenyewe. Swali moja na kubwa la msingi linabaki. Kama kweli Mikala amefariki, kwa nini Lakia asionyeshe ushahidi wa kaburi la dada yake au hata kuwapa nafasi wazazi wake kuthibitisha hilo? Na kama kweli Lakia ndiye Mikala, kuna nini nyuma ya pazia? Kuna siri gani inayolindwa? Je, wewe unafikiri nini? Lakia ni mdogo wake Mikala au ndiye Mikala mwenyewe aliyerejea kwa jina jipya? Kwa haya yote, huenda tuitupie hoja hii mezani kwa Bodi ya Filamu Tanzania. Ni wakati wa kutolea tamko rasmi swala hili. Wasanii wetu wanahitaji historia sahihi na mashabiki wanastahili ukweli.